ana akili timamu. Watu walianza kuugua pale bustanini. Kuanzia pale mpaka leo kila mtu anachanganyikiwa mdadu. Swala la muda. Ndio maana tunaambiwa ulimwenguni mnayo kipeni lakini moyo huu ni hapa. Ujue tunapata kunyenyekea kuna kitu. Ndio ukae kwa pasi. Ukitikisa umepigwa na ukipigwa umepigwa. Sisi ndio mwisho. Oh, mimi nitajiua ukiniacha baby. Yaani ukijiua wewe baby wako tunakuchukua. Bora mshahara. Abeba. Tunaendelea. Na mbinguni hakuna ndoa. Wote tunamaliza hapa. Tukifika kule na sasa kupita hadi kule huko mambo mengi. Sasa hisia na utashi, emotional intelligence, hisia na nini? Na utashi. Daniel Goleman ni mfano wa emotional intelligence. Huyu ni profesa mmoja Marekani, babu sana. Anasema hii ni ability. Ability ni kitu subjective. Ability yako sio ability yako, ability yako. Kila mtu ana ability. Ndio maana tuliumbwa hivyo. Na tufanye mtu kwa mfano wetu sisi ataumba mwanamume na nani? Alafu tutawapa uwezo tena wa kufanyika wana wa nani? Kwa kila mtu hapa ana nini? Ana uwezo, ana ability. Ability ya kumanage na kuunderstand your own emotions. Alafu kutoka nje ule mlango utakaowakuta wote kwa Mungu kama ulivyojifunza wewe. Hapo ndio kesi inapoanzia. Kama ujisikii vizuri huwezi kufanya vizuri. Kama haujimudu huwezi kitu. Sasa nisikilize. Ni lazima ujimudu. Acha kulaumu watu. Hapo unapambana na wewe. Upambane na wewe tuliyokutania barabarani. Si ndio? Ndio maana mahali fulani kwenye Biblia wanasema msigombane wapi? Ukiona unagombana na watu njiani unajua unaumwa akili. Unagombana na watu kwa kukanyaga bahati mbaya kwenye daladala. Unaona unatoka nje ya leo kizembe. Inawezekana kweli? Unamsonya mpaka akishuka. Hayaga watu. Kutoka kwenye leli, unajiona uko sawa. Ni kwani umekanyaga au kuna mambo yako hayajakuwa umetibuliwa umezuri kuishi. Kwa ni lazima ujijue na kujimudu. Ukishindwa kujijua, utaanza kulaumu watu wengine. Ujijue na kujimudu. Asiko mbona hajaniambia nimependeza, wewe unijue umependeza. Wewe unijue. Kwa nini sikuambia? Ukianza kujimani sisi tukwambie uje unaumwa akili. Baby uje kunipost wewe ni post tu. Post wewe. Jitie caption wewe. Hata akija kijana anakuambia anakupenda wewe muongo, anakupenda anakupendea nini? Anakujua. Anakujua. Akaniambia binti mmoja siku wa Mikasa siku wa wapi? Akaniambia mimi kuna kaka mmoja ananipenda. Mpaka akiniuzi najikuta tunampa msamaha hata kama hajaomba msamaha. Alafu baadaye akili yangu ikitulia nasema hivi, mbona kama anateseka? Kesho anarudi. Akaniambia sasa hapo hivi tunafanyaje? Nikamwambia nisikilize. Hivi huyo kaka anajua jinsi unavyojipenda. Anasemaje? Huyo kaka anajua jinsi unavyojipenda. Akasema kweli bwana mimi naona hajui. Nikamwambia sasa kama hajui jinsi unavyojipenda, atajua jinsi ya kukupenda. Yeye hajui jinsi unavyopenda. Atajua jinsi ya kukupenda. Anakuambiaje eti wewe una macho mazuri afu unaamini wewe unajui kama una macho mazuri. Yaani utaki kuambiwa na mtu jinsi ulivyo wewe. Utakiwa mwenyewe ujue. Waje wasije situpo. Nasubiri Yesu arudi mara ya pili. Hatuna habari. Sisi mbona waniambii? Yaani kwa kitatu napita kama muone wewe umevaa kitatu. Wewe wewe ni kwamba akili sasa. Ndio unaondoka hiyo. Ndio unaondoka hiyo. Sawa. Sasa intelligence ule uwezo wa utashi wa kufanya maamuzi ya kila siku na kila siku ni kuamua na tumekubaliana. Ni lazima uamue ukiwa emotionally grounded. So kwa hiyo unahangaika huwezi kuamua. Na hii dunia inahangaika tushaambia ulimwenguni tunaoni. Lazima tujipe moyo. Jitahidi. Anasema intelligence ni ability. Ability to learn. Learn. Na hii dunia ni mwendo wa kujifunza. Ndio maana sisi Waswahili tunasema ujafa uja. Kwa bado unaishi, tulia bado unafinyanga hofu taratibu jamani. Yeye sema mimi nitafika sana umefika wapi ndugu yangu bado tutaishi. Hivi nani ameelewa kufika kesho? Unamtosha kufika kesho? Nani amesha kufika baadaye?
Jibu jamani, au maswali magumu. Nani anashafika baadaye? Nani anashafika kesho? So you need to learn, relearn and learn. Learn, relearn and learn. Maisha ni kujifunza, kila siku tunajifunza. Sasa nisikilize. Eti mzee wewe kuna wapi? Wewe kwani wapi hata kama je kuishi, lakini ndio kweli wasili wapi? Moshi. Huyu bwana akaniambia Mwanza. Sasa hao watu wawili nisikilize. Huyu amezaliwa na kukulia Mwanza na mitazamo ya wapi? Huyu amezaliwa na kukulia Moshi na mitazamo ya wapi? Wakija hapa mijini ambapo ndo kuna mambo yote, ni lazima waleni wajifunze hapa ni wapi. Asije akasema unajua kule kwetu Mwanza. Ndugu yangu, stori za Mwanza tutachanganyikiwa. Kwanza tukitaki na Mwanza yako hapa mjini. Kwa kuwa tunaishi kwenye dunia yenye heka nyingi, ni lazima ujifunze kinachoendelea hapo ulipo. Na tunaishi sasa hivi, hatuishi kesho, hatuishi baadaye. Sasa hivi mimi ndio naweza kutembea hivi na miguu hivi, si? Baadaye nitaweza. Na watu wengi hawaishi leo, wanaishi kesho. Yuko leo lakini anaishi mambo yaliyotokea jana. Siamini kilichotokea. Ila yuko leo. Yuko leo nasema hivi utanielewa tena, hata nifukuza kama jana. Mwisho aishi leo. Na sisi tunasema live the moment, enjoy the present. Ushakusikia? Ishi leo, ishi sasa hivi. Ona Mungu sasa hivi unaweza kuamua nenda wewe Mungu usiende. Habari ya kesho ya kazi gani? Achana na kesho, kesho ikuhusu. Kesho ikuhusu. Na jana ishapita, unataka kufanya nini? Kwa tukiishi leo tena tukiishi sasa hivi tunakuwa tuko grounded emotionally. Tuko sounded sasa hivi. Kwa uwe na learn, ability to learn. Kuweza kujifunza. Awe na understanding ya kudili na new challenging situation. Unaelewa kinachoendelea sasa hivi. Tunatatua matatizo ya sasa hivi na sio tunatatua kulingana jana tulivyotatua. Leo sio jana. Sehemu zingine mpaka watu tunashindwa kuchambuana viongozi. Huyu ana tabia ya kufanyaga hivi kwa sababu tabia hizo alikuwa na sababu zake. Sasa hivi tunapomuona yuko vile kama siku zile. Tuamue kinachoendelea sasa hivi. Tudili na new challenging situation. Maisha yaliona kama ni kama rula, yanabadilika. Sio kwa jamani. Maisha yanabadilika, watu wanabadilika. Kila siku wanabadilika. Na ndio maana kinyonga anajua ujinga wa maisha. Anaujua vizuri. Akifika sehemu anakuwa kama nguo yake. Akifika kwenye speaker anakuwa kama speaker. Anapambana na hali yake. Sasa binadamu yuko hivyo Januari hivyo wakati sasa tushafika Desemba. Hatuwezi kutoboa. Lakini anasema uwe na ability ya kuuse na reason enough to manipulate environment. Environment ziko ngapi? Kuna living na non living. Unazimudu au ndo zinakupelekesha. Yaani wewe because you manipulate environment. Sio kitu kimegeuzwa unaanza kumani. Kaweka mtu kama upendi weka unapotaka wewe kwa shida. Yaani kitu kinakutoa kwenye ile uone akili na uone. Uko sawa? Kitu nakutoa kwenye ile. Ni sana mtu aanze kulaumu eti hii mvua imenyesha sana. Wewe nani? Yaani wewe nani kujirudia? Mvua inakuudhi. Mvua. Eti jua limekuwa kali unaanza kukasirika. Ili jua limenyesha sana limetoa time jua. Unalaumu nature, unalaumu akili. Nature. Alikuja mtu kliniki kule kaletwa na shangazi yake. Wanafunzi wa chuo kama nini? Ananiambia nikamwambia kwa changamoto nini? Si lazima ueleze kwa daktari unapata nini? Complain nini? Akaniambia ni daktari mambo yangu hayaendi leo hivi anaenda. Ajenda nini? Sasa mimi nikamuuliza wewe, kwanza mambo yako unajua? Na kwa nini unataka mambo yako yaende? Yaende wapi? Yakafanya nini? Nani anayataka? Kwa sababu ukitaka mambo yako yaende, unataka dunia iwe salamu, si ndio?